Mwathani athocwo. Hallelujah. Kile kimesuiliwa na wakati, nataka kukinenea sasa nikiwa katika hii madhabahu, kiweze kupita wakati ukifuate katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Kama unaamini hayo sema amen. Because Yesu alikataa zile siku 4 alikuwa anaapiwa haiwezekani. Yeye alikuwa amenena hata kufa, kwa sababu kifo cha Lazaro kitaleta utukufu kwa mwana wa Mungu. Na kwa sababu ya haya matamushi, hata ikawa wakati ulikuwa umeenda, hakutisha kuamini Mungu anaweza. Haleluya. Haleluya. Niliwaambia na nitarudia. Kuna mzee alisema mahali ya kwamba yeye kulingana na yale amepitia na wakati ambao amekaa hapa duniani, akasema mimi siwezi tajirika. Nimekubali sasa hakuna utajiri katika maisha yangu. Akafanya kila mtu ashagae kwa sababu ya kuwa na imani ya kushitwa. And let me tell you people, kama kuna jambo baya ni kukaa na watu ambao wako na imani ya kushitwa. Imani iko na restriction kutoka kwa nyakati. Bwana asifiwe sana. Inapofika ni mambo za kiungu, otoeni muda katika utendakazi wa Bwana. Mungu anaposema atatenda, usiangalie ni nyakati gani, kwa sababu sisi ndiye tumeweka nyakati. Mungu alikuweko kabla ya nyakati, na kwa hivyo hasina uwezo wa kuzuia Mungu kutenda ama kuleta baraka ama ahadi zake juu ya maisha yako. Haleluya. Hebu angalia mtu alikuwa anaitwa Naomi. Naomi alipotorokea pale Moabi kwa sababu ya njaa, alipoenda kukaa pale na bwana yake na vijana wake, what happened? Ilifika mahali wote wakakufa isipokuwa wale wasichana 2 walikuwa wameoleka na vijana wake. Na tunaona huyu mmoja ambaye anaitwa Ruth. What happened? Naomi akasikia sasa kwao hali imebadilika na akataka kurejea kwa makwao. Hebu angalia. Ruth akafuata Naomi. Angalia. Ruth alikuwa na imani ya kwamba ahadi za Bwana alizokuwa amenena juu yake haziwezi zikazuiliwa na kifo cha mumewe. Haleluya. Naomi akamwambia, rudi, mimi siwezi saa tena. Siwezi saa nipata watoto wa kumuoa. Lakini akasema watu wenu watakuwa watu wetu. Kwa sababu ilikuwa ahadi. Na kile kimekuja kutenganisha mimi na wewe ni kifo cha bwana yangu. Akakataa. Akaendelea na kupigania ile ahadi yake, hata ikawa nyakati zilikuwa zimempita. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Ilifanyika aje nini? Walipofika huko kwa kina Naomi, tunasikia kuna mtu alikuwa anaitwa Boaz na alikuwa tajiri. What happened? Mungu alikoroga huyu Ruth akaoreka na tajiri. Kwa hivyo maono yake yakatimia. Kama angerudi angeenjoy yale maisha ilikuwa na Boaz. Wacha nikwambie, do not allow time kusimamisha mipango yako katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. If time did not stop
Ruth from reaching her destiny. It did not stop Abraham from becoming the father of faith. It did not stop Sarah from bearing Isaac. Let it not stop you from reaching your destiny in the name of Jesus. Hallelujah.